Amosi unokweu. Bwana Yesu watu waliofika hapa kuja kunisaidia kumsindikiza mwanangu pia ninawakaribisha. Mimi sina mengi ya kusema. Nitasema kwa Mungu aliyemuumba Mary. Biblia inatuambia kwamba hata kile kibaya tuchukue kwa asante. Kwa kuwa mimi kama mama yake nimechukua hayo mambo kwa hekima na asante. Kile ambacho ninaweza nikasema juu ya mwanangu Mary, huyu mwanangu alikuwa na upendo, na sio yeye tu. Mary alikuwa na upendo mwingi. Ndiyo maana nasema watoto wetu wote walioko ndani ya kwa familia wa Heli na ukoo kwa ujumla wana upendo. Mary alikuwa na upendo wa asili. Mimi nimekuwa na huzuni mkubwa. Mimi nikitaka kuongea kwa Mary. Mary ni rika yangu. Mwaka aliyozaliwa ndio nilizaliwa. Alipoolewa kwao, Mary alimpenda sana. Mwezi pale alipoolewa nyumbani kule ndipo Mary pia aliolewa mwezi huo huo. Tena katika kuzaa walizaa siku moja. Mary alimpenda sana. Hakuwa na mambo mengi. Namshukuru Mungu kwa kumuongoza mpaka akafika hapa kwake Mary na mume wake. Nampa baba watoto pole ya kipekee. Awe na nguvu katika Kristo. Anafurahi ni pastor anayejua neno la Mungu, anayejua ataishije. Usitingisike, usigutuke, kuwa na imani kwa Kristo. Mary ni binti wangu. Mary ni binti wake. Mama yake ndio mkubwa kwao. Ni binti wake. Anasikia uchungu, ila Mungu analinda watu wake. Anaomba watoto wote wa Mary wawe na nguvu katika Kristo. Wampe baba yao support katika neno la Mungu. Timu hiyo ni kaka zake marehemu. Akikuona kwa mbali, salamu ya kwanza ni tabasamu. Ni tabasamu. Tumepeta binti mzuri mwenye upendo. Mimi ninameongea
Manyamera. Huyu ni dada yangu. Mababa wa mwanangu kujoge penye. Baba yangu ndiye alitangulia. Sania madonga kaka baba wacha. Yeye ndiye amebaki badala ya baba. Na muda ukaona ne. Huyu ambaye tunamzika leo ngama nyongi wirite nyaka nyathima tindo ng'eyo. Alikuwa ni ndugu, anajua ndugu zote. Nyoko bagwa mora. Hakuishi kwa kubagua kila mtu yeyote. Huyu ni mdogo wake marehemu, anaitwa Jaji, kijana wa Kwaheli mdogo. Mpaka sasa hivi huyu dada yangu walipendana. Alikuwa anatoroka kutoka Ng'ombe kuja hapa, hata hajavaa ndara, alale kwa amani. Maandiko yametimia, hakuna kizuizi. Katika mji wetu Edalawa tumepoteza walimu wawito jopuonj, washauri, wawito joma konyo ji, akiwemo marehemu ambaye tunamzika leo. Kaachiel kuomgi en marehemu ma kawuono waiko kawuono. Dada yetu kutoka ni mjue, nyamin gi nyaka ong'e alikuwa mpole na umuon. Ulikuwa ukimchokoza na kuambia. Nyinga ni Thomas Eli Onam. Tena watatu kwenye familia hiyo. En wuoyi mar adek e familia mar joka Eli. Ndugu zangu Kanisa wa Kristo, wakoremo wetu wa Bugire, marafiki zetu, neno Timote, ushuhuda ni ngumu kidogo kwa yule ambaye mna mazoea naye. Mmoja alifariki kule Kadem. Nako kanite operation matili kwa anapelekwa operationi, imani nuvukira, imani yake iliondoka. Mawene jakwa mano chegi kototo. Wunda ni nyero koda jogi dwaro teko ya. Joma wunda ni nyero koda jogi karandoke. Tawa joma wunda ni nyero koda jogi dwaro teko ya. Kimang'eyo wetunya ni yetu karoera. Sama podo to tinga malu omeda teko. Tonge kimang'eyo wetunya ni yetu karoera ya. Sama podo to tinga malu omeda teko. Ambao tunawajua Ne watimo jitihada msio. ni watimo matek mono wango thieth. Gin bende ne timo thieth. Gimbe ne gitemo thieth. MC waendelee vizuri. Ni watu ni walaani. Walisema wanamhamisha. Kweli familia Walikaa pamoja kama familia, waliafikiana na wakawafanya walivyosema. Walimhamisha mgonjwa kutoka pale walipomweka. mawasiliano mara kwa mara. Walikuwa wanafanya mawasiliano kwa njia ya simu. Tukuna ni orauko kabiro sana. Akawaambia jamani, naondoka sasa hivi nakuja. Negitieko ni mondo gitimi nije operation. Walimaliza kwamba lazima afanywe upasuaji. Operation maniti mokacha ni ng'ado kidonda. Upasuaji ulikuwa ni wa kukata kidonda, hivi otesha. Wanakwenda kuotesha. Mitumigi pipu kiudi ni tuoni kiwango mane. Ili waweze kujua ugonjwa uko katika kiwango gani. Hapo kuduoko margi manegi kao biro. Kabla majibu ya kile walichochukua kurudi, na wayudo report ni mama na simioche wako rekata tukinyama robe. Tulikuwa tunawasiliana hata kabla ya kuugua, hata kabla ya kufa. Akwa ni mondo waendelea managozo. Tuendelee kuwa na ukaribu, na karibu. Yasai mondo kwetu. Mungu aendelee kuwabariki. Kaka owadi marehemu. Hapa yeye ni kaka yake na marehemu. Mama na mwanyola iluongo ni Dorcas Odongo. Mama yake mzazi anaitwa jinsi alivyotaja, na en nyamin wa makoroni ni dada yake na
Mama ni mama yake na marehemu aliyelala. mama Mama yake marehemu na mama yake ni mtu na dada yake. kwa hivyo nimeleta pole kutoka kwa Mama Dorcas. Akilo yua mama. Kwa hiyo analeta salamu za rambirambi za mama yake. Omeo duko numos. Natoa pole zangu kwenu Yua mama pamoja na rambirambi za watu waliobaki nyuma yangu. Kalamo pele mondo poti ngamalomo la yo rofiti ngama halomo ndachu ai dongi manam mediti ngama lomo loyo abirikapa Oin pile chunya hokga amsiko happy kama chichigi lonitie ohadwaro gite hema mitinga malo. Kama na yenya. Asanteni sana kwa wimbo wenu mzuri. Hapo kwa chaka dhiki nyime kwa machielo. Kabla hajaendelea na jambo lingine, Angi usibanaka. ana rafiki yake hapa, Baba kwa mtu wewe kubeberi machielo. lakini pia naomba waambie naye wimbo mwingine, Hata kuroje mara mate. lakini atasema kidogo sana Ni Mary. kwa ajili ya dada yake ambaye amepumzika. Uma ngeye maber. Anamfahamu vizuri sana. Ndalo huko ngure kenyingi. Kwao wahitaji kwa majina Kenya sai nuke do jodongo ka. kwa sababu Mungu aliwaweka wale wazee. Ukawinyo kulume rwa kenyinge. Hakusikia baba yake anamwita mama yake kwa jina lake, Mama mimi ngane. anamwita mama fulani, Kulo kata jomo ni ndiye gere kanyo. na hata wale waliopo pale nyumbani Kulungore baba na mama. wanaitana baba fulani, baba fulani. Mage makelo milio mangenyi go. Sio hayo mambo mengi zaidi, Mage makelo milio mangenyi go. ndiyo inaleta hasira nyingi sana Samano. na huzuni nyingi sana. Kwenye sabato malika. Anaomba wasabato walioko hapa Awero namba 280 Ana- Wana wewe ni musagi kwema nyarombo Wadangi Yesu nyakache Pogo bedojo Gode bidijwa Dopogogi Malando wachmar injili Om Yesu majawa Okwasiki epini mawante Pimanyede mageno yodo Wana werwen musaki wer manyarombo Wadaki Yesu nyakache Umanyo ino basi alikuwa amepanda gari lake, Ukune kalunga nyinge leo ndio amemwita kwa jina lake la Auma. Nyinge Anaitwa Mama Njinga, alikuwa amezoea kumwita hivyo kwa majina ya watoto wake, Tieno Mama Atieno, Ukune dadalu nyinge lakini leo amemwita kwa jina lake. Dada ni Huyu dada Nyera alikuwa anapenda kucheka, alikuwa ni mcheshi tu, Hakika watabasamu sana, Nitewa kwa lu record ge anaheshimana sana na watoto wao. Huyu ni ndugu yake na marehemu tumbo moja, Bwana Eli. Kado ruwe mangenyi Hataki kusema sana juu yake. Kwa nyeta sewenye samutuo Aliposikia wakati anaumwa, Shimo na bila neno kidazaka alikuja akamwona hapa nyumbani kwake, Nataka dawa kusoma baadaye akarudi Msoma kwenye shughuli zake na makazi yake, Bidi lisano matinten kwa sababu naye afya sio rafiki. Nataka milo ripota nutuo Akapata taarifa kwamba anaumwa, Tidongo amepelekwa Omboe. Kuna Omboe mbili ya Kenya, sijau Ombao makocha ile ya pale Roche pale kama geti. Wapo wazangu mliofika, Usipo ya mobilo marafiki zetu mliojongea, Yasao bedikoro Mungu aendelee kuwa nanyi. Ngosurainya Poleni sana ndugu zangu. Ana uwe uko dukani Anayesema nanyi hapa lioko mbele hapa, daktari yeye ni dokta, nyati hospital maru wilaya Tarime. anafanya kazi hospitali ya wilaya ya Tarime. Nona konunia Nataka niwaambie hivi, yokman kagite tulioko hapa nyote wanjo Afrika waero the hospital manaka gimoro ramoa. tunapenda sana kwenda hospitalini wakati tunasikia maumivu,
Tokaki murukuru kana deni dokrami. lakini ukisikia hata maumivu lakini usikii maumivu zaidi lakini kuna kidonda chochote. Tewa jamani ni amu. Nasema kwamba ni Nadami uwagete. anataka kuwapa changamoto ni wabeduru kwa the hospital mun wapimre. Tuwe tunakwenda hospitali kwa ajili ya kupima afya zetu. Ati mumosi ne Sangina. Anatoa pole nyingi kwa Mshakina mwenzake. Mara de 3 ati mumosi ne Wagire duto moyo chiegi. Anatoa pole kwa ndugu zangu na Bugire mliopoteza mke wenu. Kinyenga ilunga ni Simeon Opolo Otieno. Anaitwa mzee Simeon Opolo Otieno. Ajaka dem Kakoth. Ni mwenyeji wa Kadem Kakoth. Moda Apilo ka. Anaishi hapa Pilo, ni jirani yetu. Kumsangina Tito. Kwa Mshakina mwenzangu mzee Tito. Usebede kone machigni ahinya. Tumekuwa naye na ukaribu sana. Tonikech koro ojalo banga. Kwa sababu ananifuata, ni mtoto kwangu. Jaoro nopogo telo ne. Mke wake huyu mzee ndiye mkubwa kwake. Kumnyiri. Kwa wasichana pale walipooa. Koro luo banga watu matogni. Kwa hiyo mke wake alitangulia, sasa na mke wa Tito ametangulia, amekuwa ni wa pili. Mugi zaidi na mwisho. Segini gante au Mashakina wetu wote angio korea hii tuna mazoea sana. Chakre akeni 72 kuanzia mwaka 1972 puka chachi ni Gisangina mora mora. Hatujakosana na Shakina mwenzangu yeyote. Hata wakati mke wake alipokuwepo mzima kienda kuwatembelea, ageni odhika maber moka marachi, alikuwa anajua kwamba ameenda mahali pa salama na sio pabaya. Wengine wanasema kwamba mke wako akienda kumtembelea Mshakina mwenzako ni mtu mwingine, yeye sivyo. Anasema yeye ndio Ubeto na Ubeto ndio yeye. Hakuna tofauti. Okay, kaka na Wabeto kenda wandia deka. Tulivyokuwa tumekaa watu watatu hapa, ni watu watatu ambao tumeoa sehemu moja. Yeye Bwana Seno Jamari waongeka utangulia mbele za haki. Mzee Jamari alishatangulia, tunajua wote. Mheshimiwa Beto pamoja na yule wa mwisho upande wa kushoto pale. Wanatoka familia moja. Na huyu ambaye yuko katikati, Mshakina mwenzao wa katikati huyo mmoja. Sasa akawa Mzee Jamari ameshapumzika, anachukua nafasi yake kwa sababu yeye ni mkubwa Yumuri. Anamuomba sasa Mshakina mwenzake Mzee Beto, baada ya yeye kumaliza kuongea, kwa niaba ya wageni na ndugu zetu Bugire, aseme kidogo ili watu wasikie chochote. Na kabla hajasema, Wakamageta wana mchezo wao, wanasema yeye alikuja na mpambe wake. Wewe mpambe ndio tugeda kabiti. Ngoja acheze kidogo, mpambe wake acheze kidogo. Karibu sana. Asante. Nyasachi kwe moroberi kodu. Jamani, Mungu amani awe nanyi. Ne Wagire kwa ng'auru kama. Wanabugire mnipungie hivyo. Kamageta mubere penyu. Na wandugu zako wa Kamageta mpungeni. Uchunguru ne. Eti simameni wa Kamageta. Ne weno duto. Wageni wote Mosuru Wagire. Poleni ndugu zangu wa Bugire. Wamekuja kumlilia awacho matin. Anasema kidogo nikech Nyasaye no miawere ni. Kwa sababu Mungu alimpa talent hiyo. Ng'ata kunyalo yudo were ina mayo. Yote aweze kupata hiyo talent. Chiemo gi ruoth tek. Kula na Mungu ni vigumu. Achiemo gi ng'ame wacho no Beto ni. Yeye anakula na Mheshimiwa Beto huyo pale. Awaweuru ting'no bade kapok atwaro. Asimame kabla sijasema. Junga tianinda liere na ngonyo gola nyargu ko pema nyargo ka pa manyuno winju ulore chuni no bero kwai. Dundo ngomunga mit kaninde liere ne wacho Wagiro kabi wacho mang'enya ahinya. Rudia kidogo. Wacho. Wabiro nene uru
dok kier yawa wote junga tiani dalir na ngonyo gola nyargu ko pemba nyargo ka pa mnyuno nginjo mitani ndi aliere hene wajam obiro ywago yuro lakini wagiri duto ne urnian aja kueju pambo ngamo wuyo gi rais tek yawa kani dirne ngona Ni kweli kabisa. pamna urujo Makofi haya ya kwako. Makofi yako hayo. madunga enya Na mwisho na kikubwa zaidi, nafasi wango nafasi wanayo mar era kwa upendo. jidungu neno mwena maikni Mzee huyu aliyemwachia Bwana Seno, aliyemwachia Mike. ungama lich miworo Jamani, tumalizie tu kwa maneno ya tumoso Kijaluo. ngama chiemo gi ruoth teke tawachieli nanowaso yawa ng'ona uru kikwera Kumpamba mtu anayekula na Mheshimiwa Rais ni vigumu. Tungi kware ai horopo nagiloka hadi wewe munga mie yoda ukiuka kwa nyaturi kigwae kata sigalagala kama intiere ero kama soko Mike Nigechi Alikuwa ni mpole sana. Mambo yake alikuwa ni vigumu kupata. Lakini pia mama wake pia ni mpole kama mke wake aliyepumzika. Nilichokuwa nafahamu au ninachofahamu juu yake, mambo yake alikuwa ni kidogo. Kwa hiyo biro kuoma Alipokwenda kwake akisema jambo lolote alilonalo, alikuwa analichukua jambo hilo kwamba ni jambo la kweli kweli, kwa sababu unaonyamaza wengi huwa wana maneno machache, lakini akinena jambo lake kwako na kweli ina maumivu au ameshafika hatua kubwa kidogo. Alikuwa ni mama mzuri, alikuwa na upendo kwa watu, alikuwa anapenda hao mashimija zake wakipata shida nao pamoja. Sasa walipokuwa wamelala na wenyewe, walipokuwa wamelala na yeye amepumzika, ilibidi watoke Dar es Salaam kule waliko, na wamekuja ndugu wote hao kwa ajili ya kuja kushiriki mazishi. Hii ni kuashiria kwamba alikuwa na upendo gani naye. Asante, na ninachomwachia Mshakina mwenzangu Mzee Tito, kumpoteza mwanamke sio jambo rahisi. Inawezekana ukampoteza mke wako ukiwa na miaka 70, ndipo unaanza maisha mengine mapya, ndipo unamtafuta ambaye sasa yuko kwenye maisha sasa. Ni jambo gumu sana, lakini Mungu aweze kubariki hilo. Nimuombe awe na ujasiri. Okwe urudu tujeturwa. Jamani, salamu zenu. Angeyo niyo yote mondo kila ng'ato. Ni kweli. Na wagire. Ndugu zangu wana Bugire. Na jomo piroko yura. Waombolezaji wote mliokuja kumsindikiza shemeji yangu. Anilonga ni Joseph Obeto Nyakamageta. Yeye kwa majina yake anaitwa Joseph Obeto Mkamageta. Biroka. Nilivyokuja hapa Kasangina. Amekuja kwa Mshakina mwenzake. Sangina. Angekapodatin. Mshakina alimfahamu akiwa yeye bado ni mdogo. Lakini shemeji yangu pia nilimfahamu nikiwa bado mdogo. Alichokuwa na shangaa ni kaka jogi nono ngoja mumulte. Hajui kwamba watu walielewanaje, watu wapole wote na wakaweza kutengeneza ndoa yao. Kaka ungeo mier kamier. Tunajua miji tofauti tofauti. Inawezekana mama awe mpole lakini baba na mambo. Lakini hata kwetu kule kwa Mageta ukifika, mimi na tabia yangu na mama wa kwangu na tabia yake. Lakini huyu Mshakina mwenzangu ukikutana naye ni mpole, ana maneno machache sana. Na shemeji yangu ambaye amepumzika naye kaka Seno wacho alivyotangulia kusema Mheshimiwa Seno hapa, yeye alikuwa ni kutabasamu tu. Sijawahi kukutana naye hata alipokuwa anaumwa juzi hapa. Mke wake alienda kumsalimia hospitalini kule Bugando, wakampigia video call. Sama yura kabisa. Alipo umefikia hali mbaya sana. Hata ndo ni ngiali maraito ita punobi. Mimi naona kwamba ana hali mbaya, lakini bado anaonyesha tabasamu. Ni yura buchuku kiberi kwa sawa. Kwamba tafadhali ndugu yangu uwe na amani, Mungu atanisaidia. Ngeyo ni en pulo matenganya kumsangi. Najua
najua una harakati ngumu na una wakati mgumu mzee Tito. Wangenjo mboka Eli wanyo mwanmareo. Wengi tuliooa pale kwa mzee Eli, wengi wetu tuna wanawake mmoja mmoja. Sio kwamba tunashika kufanya hivyo au wanawekwa wanawake zetu. Hapa ni malezi mano mengi. Inawezekana malezi waliopewa wale akina mama. Nyingi mama ni chuo. Unajua maisha ya mwanamume? Nero pidida inga prareo na prareo bichike. Mama yako atakutunza miaka pengine 20 au 25 tu. Inga modo mtoko chingi mapidi. Miaka iliyobaki ni mke wako. Promode wage ukawa kakanye tendigi. Hao wake zetu wametuchukua kama watoto wao. Wanamfilinga kama wadimenewa. Wanapata watuzo au hisia kama vile ni mama zao wazazi. Naomba nitoe pole tangu ya pekee kuwapa shemeji zangu wa Kano na wana Kano kwa ujumla. Basi ndugu yangu Mshakina mwenzangu, endelea kuwa na amani. Kama alivyosema Bwana Seno, ni kazi ngumu kwa sababu anashukuru sana. Anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye amepanga mipango yake. Nafasi nyingi kama akitokea haya yanapotokea, watu wengine wanasema fulani katenda hili, fulani ndio katenda jambo hili, lakini anadwa wachunu wachachia. Mimi nataka niseme jambo moja. Jambo hili likikupata, peleka imani yako kwa Mwenyezi Mungu. Mambo mengi yamesemwa na watu wengi na amerudiwa. Na wapa pole ndugu zangu wa Kano, wale wazazi wa marehemu kwa kumpoteza binti wao mwema sana. Sasa basi, lakini pia Wanabugiri anaendelea kutupa pole kwa sababu mmepoteza mke wenu, shemeji yenu, mama yenu wengine. Jambo hili ni jambo gumu sana. Asanteni sana, pole sana ndugu yetu. Anatoa wosia kwa watoto wa marehemu mliobaki. Wasilete hali yoyote inayoweza kusababisha kifo cha baba yao kwa ukaribu, kwa sababu mama yao ametangulia. Waonyeshe upendo kwa baba yao, kwa sababu katika kipindi hiki kigumu wamesema kwamba siku 10 hizi za mbele mambo ni mazuri.